Winome TV. Sisi ni familia mpya. Mechi inayofuata ya ligi kuu kwa mujibu wa ratiba tunacheza hapa nyumbani tarehe 19 April dhidi ya Tabora United. Najua mnafahamu kuna mvuto wa kipekee sana kati ya mechi ya Tabora na Singida. Msimu huu tulienda kule Tabora kucheza mechi ambayo ilikuwa na msisimko wa aina yake. Mechi ambayo ilivuka mpaka mipaka ya Tanzania kuzungumziwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mwanamama alikuwa anaitaka ndoa, akatangaza kwamba tukiwafunga atakubali aolewe bila mahari. Aliitaka kweli kweli ile ndoa, lakini Mwenyezi Mungu kwa rehema zake akasema muda bado. Sasa imetokea fursa nyingine tarehe 19 tukiwa nyumbani, bwana harusi akiwa nyumbani, tunakuja kucheza mechi ya ligi kuu hapa na Tabora. So tafsiri yake ni kwamba hata mashabiki wetu hapa nyumbani, nilikuwa nazungumza na mashabiki hapa baada ya mechi, wanaisubiri kwa hamu sana mechi hiyo, kwa sababu wameshasema kama tulishindwa kuoa ugenini, basi hapa nyumbani kwetu kajileta mwenyewe, tunakuja kumaliza sherehe hapa. Kwa ni mchezo mwingine wenye mvuto, na maandalizi ya mchezo huo yanaenda kuanza rasmi kwa sababu muda umebaki mchache. Wachezaji wetu leo wataenda kupumzika, lakini kesho watarudi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huu wa ligi kuu. Pointi 3 muhimu kutoka Tabora tunazihitaji kwa sababu tulizikosa mzunguko wa kwanza, na insha Allah kwa namna ambavyo timu inajiandaa na dhamira ambayo tuko nayo msimu huu tunaenda kupata matokeo kwenye mchezo huu. Victorian Adebayo, winga machachari kweli kweli. Ni mchezaji ambaye kwanza tulikuwa tunatarajia makubwa sana kutoka kwake. Na hata wa Tanzania usajili wake nadhani mnakumbuka watu walitarajia makubwa kutoka kwake. Lakini alichokionyesha ni sehemu ndogo ya uwezo ambao sisi tunaofahamu. Mawili, amekutana na ushindani mkubwa ndani ya kikosi kwa sababu tumesajili wachezaji wa aina yake wengi. Kwa hiyo competition ndani ya timu ipo kubwa, lakini leo amedhihirisha kwamba hata kama yeye hapati sana nafasi ya kuonesha makali, lakini anapoachiwa upenyo kidogo anaweza kuleta madhara. Goli la kwanza, goli safi kabisa, assist kutoka kwa man of the match Kelvin Nation Naftal, anampatia Adebayo, anaenda kutuwekea goli la kwanza. Quality ambayo imeonyeshwa na Adebayo ndio ile ambayo sisi lituvutia tukaenda kumsajili. Kwa hiyo Adebayo ni mchezaji ambaye hata ukisema unaanza kumjadili sasa hivi unaweza usimalize. Lakini tukiachana na Adebayo, goli la pili Jonathan Soa katabasamu lazima mimi nimekuwa familia yake tulikuwa tunaikaa nayo pale juu ya Jonathan Soa pale jukwaa kuu, wakawa wanasema wamenipa exclusive na niwaambie Soa akicheza mechi asipofunga usiku anaweweseka, anapata degedege, usingizi unakuwa wa mangamu. Kwa leo asingefunga au anapocheza asipofunga goli, basi mkae mkifahamu usiku wa Soa unakuwa mgumu sana. Lakini akifunga kama hivi analala usingizi murwa kabisa. Kwa familia imetuambia huyu mchezaji akifunga ndo raha yake, na atafunga sana. Hivi sasa anafunga magoli mengi. Huku kwenye CRDB hatujaanza kuhesabu vizuri, lakini kwenye ligi kuu nadhani mnafahamu speed yake, ana magoli 9 hivi sasa anavyozungumza, na anakimbia speed ya kwenda kuhakikisha kwamba anamaliza msimu huu akiwa kama top scorer. Hiyo ndio ndoto yake, na ameshatuambia anataka kuwa top scorer, na tunamwamini anaweza kuwa top scorer. Lakini kwa kumalizia, man of the match leo, mimi nimefurahia sana hii tuzo. Nimefurahia kwa sababu hata mimi hakuna alikuwa anajua kwamba Nation anaweza akapewa tuzo man of the match, lakini niliwasifu wale ambao walikuwa wanatoa hii tuzo kwa kuangalia sababu za kiufundi zaidi. Yaani kilichokuwa kinafanyika leo hii kati ni kama Nation alikuwa mpishi ambao anawapika wale wanaitwaje wale kutoka Kagera wale senene, alikuwa anawakaanga namna hii na mafuta ya alizeti hapa katikati. Dimba la kati lilipata utulivu mkubwa kutokana na kiwango alichokionyesha Kelvin Nation Naftal. Kwa hiyo anastahili kupata tuzo ya man of the match, na washabiki kwa upendo wao wamemkabidhi zawadi ya kuku wa kienyeji kutoka Singida, aende akashare na wachezaji wenzake kwa kazi kubwa ambayo yameifanya leo hii katika uwanja wa CCM Liti. Hiyo ndo quality tuko nayo Singida Black Stars, na insha Allah huyu ambaye tumemtangazia vita leo ya kuingia nusu finali tunakutana naye, atakutana na mabalaya kina Kelvin Nation, kina Jonathan Soa. Na Jonathan Soa nimerudi kwake tena, ameshafunga kwenye kila big match. Alifunga dhidi ya Yanga, akafunga Azam, akufunga
Azam akufunga. Tutatafuta namna ya kukutana nao hata mechi ya kirafiki afunge, lakini mechi dhidi ya Simba Sports Club ni mechi kubwa na yeye anapenda kushine pia kwenye mechi kubwa. Inshallah tumuombee afya njema Soa pamoja na wakina Rupia, tukutane kwenye mechi hizo kubwa zinazokuja mbele. Lakini focus yote sasa hivi ya timu inahamia tarehe 19 April katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Tabora United. Bana, asanteni sana. Nakushukuru kwa muda.